Mwanamke unayekula na ule mwanaume kuna tofauti na wale jamaa watuma kwa namba hii, ile namba yangu nyingine nasumbua. Mwanamke ambaye unakula na ule mwanaume una tofauti na wale jamaa watuma kwa namba hii, ile namba yangu nyingine inasumbua. Mwanaume unapoenda kuoa mwanamke, hasa ambaye amelelewa na mzazi wa upande mmoja, hasa upande wa kike, mpeleke kwanza kwa mwanasaikolojia. Kwa sababu mabinti wengi ambao wamelelewa na mzazi wa upande mmoja peke yake, yaani kwa mfano binti kama amelelewa na mama peke yake, anakuwa anapewa sumu tangu akiwa mdogo kuhusu wanaume. Yaani mama yake anakuwa anamjaza maneno mengi sana mabaya kuhusu mwanaume. Kwa hiyo mwanamke yule anapoenda kuolewa anakuwa na mtazamo hasi kuhusu ndoa, kuhusu mume. Sawa, ndio maana ni kitu kibaya sana wanandoa kuachana. Mwanaume kama umeoa mkeo, akipika anaunguza hadi chai, mvumilie, ni mkeo, usimwache. Na wewe dada, mwanamke kama umeolewa na mmeo, hata kama mmeo anashinda kila siku TikTok unafanya challenge, ni mmeo, hakuna namna nyingine. Jitahidi kuvumiliana. Tabia kwa mnaachana hivi mara nyingi sana mnawaumiza watoto wenu. Kama nilivyosema hapo awali, mtoto anatakiwa lelewe na pande zote mbili. Lakini sasa mnapoachana nyinyi wazazi, anayeathirika zaidi ni watoto wenu. Wewe mwanamke kama ndio hivyo, umeolewa na mmeo, kila siku akiamka asubuhi anamka kwenye TV, tunabadilisha channel tu. Anatoka TBC 1 anaingia TBC 2, anaingia TBC Taifa, maana weka Msiri TV, naweka Babishoba TV, siku nzima inaisha. Ongea naye kwa lugha ya upendo, ongeeni kwa lugha ya upendo, muombe Mungu awasaidie. Kitabia kwa mnaachana bila sababu za msingi, mnawaumiza watoto wenu, sio jambo jema. Hiyo point nimeipenda sana.